jamii yako. Sema amen. Uweze ikawa kuna mlango ulikuwa umezuiliwa, uweze ikawa kuna mlango ambao ulikuwa umefungwa, ni kwa ajili ya maisha yako. Nimekuja kutangazia ya kwamba siku ya leo kuna mlango utakaofunguliwa, ni kwa ajili ya maisha yako. Wapende wakatae, kuna mlango utafunguliwa, ni kwa ajili ya maisha yako. Patia Bwana sadaka nzuri ya makofi. Patia Bwana sadaka nzuri ya makofi. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 16 kuanzia mstari wa 8. Mada mstari wa soma kama umefika. Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 8. Soma. Lakini nitakaa Efeso hata Pentekoste. Biblia inatuambia ya kwamba nami nitakaa Efeso mpaka Pentekosti. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanatuambia ya kwamba nitakaa Efeso. Huyu ni mtu ambaye alikuwa yeye ana imani moja, alikuwa na msimamo mmoja, akasema ya kwamba nitakaa Efeso mpaka Pentekosti. Sema amen. Pigia Bwana vigelegele. Anasema nitakaa Efeso, nitakaa Efeso mpaka Pentekosti. Sema amen. Kukaa Efeso ni kumaanisha kwamba nitatulia mahali pale pale nilipo. Kukaa Efeso ni kumaanisha kwamba nitaketi mahali nilipo mpaka baraka za Bwana zitakaponipata mahali pale pale nilipo. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Akasema nitakaa Efeso mpaka Pentekosti. Kusa wenzako wateka Efeso. Wateka Efeso. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kusoma. Kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kupata. Kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa tena wa kufaa sana. Sema amen. Sema amen. Anasema kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa tena wa kufaa sana. Nimekuja kutangazia ya kwamba kuna mlango utakaofunguliwa. Nimekuja kuhubiria ya kwamba kuna mlango utakaofunguliwa, ni kwa ajili ya maisha yako. Akasema ya kwamba nitakaa Efeso mpaka Pentekosti, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa tena wa kufaa sana. Pigia Yesu makofi mazuri. Nitakaa Efeso, nitakaa Efeso mpaka Pentekosti, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa tena wa kufaa sana. Na wako wengi wanipingao. Na wako wengi wanipingao. Lakini Timotheo akija, angalieni akae kwenu pasipo hofu, maana anaifanya kazi ya Bwana vile vile kama mimi mwenyewe. Pigia Bwana makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Bwana sadaka nzuri ya makofi. Anasema nitakaa Efeso mpaka Pentekosti, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa tena wa kufaa sana. Licha ya kwamba kuna watu wanaopinga, kuna watu wanaozuia, kuna watu mpendwa wanaotaka wewe mlango wako ukazuiliwe. Kuna watu wanataka mlango wako ukawa umefungwa, lakini maandiko yananitia moyo asubuhi ya leo ikisema ya kwamba kwa maana Bwana amenifungulia mlango mkubwa wa kufaa sana. Licha ya kwamba wako wanaopinga, licha ya kwamba wako wanaozuia, lakini asubuhi ya leo mlango utafunguliwa. Mlango utafunguliwa. Mlango utafunguliwa. Mlango wa baraka utafunguliwa. Mlango wa uzima utafunguliwa. Mlango wa mafanikio utafunguliwa. Nataka mkapigie Bwana sadaka nzuri ya makofi. Kuna mlango utakaofunguliwa kwa ajili ya maisha yako. Wachawi wapige, mapepo yapige, misoga ipige, waganga wapige. Mlango utafunguliwa. Kuna mlango utafunguliwa. Licha kwamba watapiga, licha kwamba watazuia, lakini mlango utafunguliwa. Sema amen. Sema amen.
13 tukimalizia kitabu cha Matendo ya Mitume 3, ninaongea juu ya mlango mzuri. Ninaongea habari ya mlango ambao Jumapili ya leo Bwana atakapofungua kwa ajili ya maisha yako. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Soma Matendo ya Mitume 3 kuanzia mstari wa kwanza. Matendo ya Mitume 3 kuanzia mstari wa kwanza. Inasemaje? Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni. Petro na Yohana wakawa wanakwea kwenda hekaluni. Saa ya kusali. Masaa ya kusali. Saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Uzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Huyo akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Mtu huyo akawaona Petro na Yohana wakiingia ndani ya hekalu, naye akatarajia kupewa sadaka kutoka kwao. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, Petro akamkazia macho pamoja na Yohana akisema, tutazame sisi. Akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Akawaangalia huku akitarajia kupatiwa senti kutoka kwao. Lakini Petro akasema, Petro akamjibu, mimi sina fedha wala dhahabu. Akamwambia, mimi sina fedha wala dhahabu yoyote, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Lakini kile kidogo nilicho nacho. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Anamwambia, anampa moyo, sina fedha, sina dhahabu, sina chochote, lakini kile kidogo nilicho nacho. Pigia Bwana sadaka nzuri. Pigia sadaka nzuri. Kuna watu wa kuvunja moyo, kuna watu wa kukosesha matumaini, kuna watu mpendwa wa kukupatia habari mbaya, kuna watu mpendwa ya kusema kwamba hautatoboa, kuna watu kusema ya kwamba hautafanikiwa. Tunaona ya kwamba Petro akamwambia, sina fedha, sina dhahabu, lakini kile nilicho nacho, kile kidogo nilicho nacho ndicho nitakupatia. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Akasemaje? Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamwambia, kwa jina la Yesu wa Nazareti, simama na uende. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Kuna mtu amenipata hapo? Amina. Kuna mtu amenipata? Anasema, kwa jina la Bwana wa Nazareti, simama na uende. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa amewekwa kwenye mlango mzuri, alikuwa amewekwa pale mlangoni ili kuomba sadaka. Ninaongea juu ya kufunguliwa milango, ninaongea juu ya mlango kufunguliwa. Najua Baba, wiki nzima kuna mahali ulikuwa umefungiwa. Siku ya leo mlango unafunguliwa. Siku ya leo baraka zinafunguliwa. Siku ya leo uzima unafunguliwa. Siku ya leo kupiga hatua, utapiga hatua. Maandiko yanasema kwamba akamwambia, kwa jina la Bwana wa Nazareti, inuka na uende. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kusoma. Akamshika mkono wa kuume, akamwinua. Mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi akasimama. Akaanza kwenda. Akaanza kutembea. Akaingia ndani ya hekalu. Akienda na kurukaruka. Akumsifu Bwana. Pigia Bwana sadaka nzuri. Pigia Bwana sadaka nzuri yako. Mlango unafunguliwa. Kuna mlango Jumapili ya leo unaenda kufunguliwa. Maandiko yanatuambia kwamba Petro na Yohana walikuwa wakikwea hekaluni masaa ya saa 9 kila Jumapili, kila siku kiwete ubebwa na kuwekwa pale mlangoni aombe
Kiwete akadharauliwa, kiwete akaonekana fai, kiwete akaonekana kana kwamba yeye ni nuksi pale mlangoni. Watu wanamcheka, wanamwambia mtu huyu, kwa nini asikae nyumbani? Mbona aje asubuhi hapa? Lakini Petro akiwa amejaa Roho Mtakatifu akamwambia, tutazame sisi. Sema amen. Akawatazama huku akitarajia kupewa pesa kutoka kwao, lakini lengo la Petro si pesa, ni maisha ya mtu kuinuka. Yesu asifiwe. Akamwambia, tutazame sisi. Akawaangalia. Petro akamwambia, sina fedha wala dhahabu, lakini kile kidogo nilicho nacho ndicho nitakupa. Akamwambia, kwa jina la Bwana wa Nazareti, inuka na uende. Sema amen. Siku ya leo kuna mtu anainuka na kuondoka. Siku ya leo kuna mtu anainuka. Jumapili ya leo utainuka na kuondoka. Ni kwa sababu Bwana amefungua mlango juu ya maisha yako. Ni kwa sababu Bwana amefungua baraka zako, amefungua uzima wako. Anasema ya kwamba vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Endelea kusoma tumalize. Watu wote wakamwona akienda akimsifu Mungu. Watu wote wakamwona akitembea na kumsifu Bwana. Wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakajaa mshangao wakistaajabu yale mambo yaliyoonekana. Basi alipokuwa akiwashika Petro na Yohana, watu wote wakakusanyika mbio katika tao lile lililoitwa tao la Sulemani. Wakishangaza. Kuna mtu atashangaa kwa ajili ya maisha yako. Kuna mtu atashangaa kwa ajili ya maisha yako. Kuna mtu atashangaa kwa ajili ya maisha yako. Kwa maana walikuzoea ukiwa umeketi, wamekuzoea ukiwa unawaombaomba, wamekuzoea ukiwa wewe unawainamia. Nimekuja kutangazia ya kwamba kuna mlango unafunguliwa. Hautawaomba tena, hautawaomba tena, hautawaomba tena, hautawaomba tena, kwa maana Bwana yuko pamoja na wewe. Hautawaomba tena. Petro wakati alipomwinua kiwete hakuomba sadaka tena, kwa maana miguu yake ilitiwa nguvu. Alienda kutafuta kibarua, alienda kufanya kazi, hakukaa mlangoni tena. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Habari njema nimekuletea siku ya leo mpendwa, ya kwamba kuna mlango unaenda kufunguliwa, ni kwa ajili ya maisha yako. Kuna mlango unafunguliwa, ni kwa ajili ya nyumba yako. Kuna mlango unafunguliwa, ni kwa ajili ya watoto wako. Kuna mlango unafunguliwa, ni kwa ajili ya masomo yako, licha ya kwamba kuna watu wanazuia. Sema amen. Sema amen. Ongea mwenzako, mwambie singekuwa ni wewe unanizuia. Mguse mwambie singekuwa ni wewe unanizuia. Mguse tena mwambie singekuwa ni wewe unanizuia. Bwana Yesu asifiwe. Isingekuwa ni wewe unamzuia. Isingekuwa unacheka nyote, kumbe ni wewe unamzuia. Kumbe ni wewe mpendwa, kuku za watu zinapotea, vifaranga vinapotea. Isingekuwa ni wewe mpendwa. Sema amen. Singekuwa na sadaka nzuri ya makofi. Basi hakuwa na sadaka nzuri ya makofi. Anasema ya kwamba licha ya kwamba wako wanaozuia, wako watu wanaozuia, wako wamama wanaozuia ya kwamba wewe usipige hatua, wako watu wanaozuia ya kwamba wewe usifanikiwe, wako watu wanaozuia ya kwamba watoto wako wasisome. Nasema milango itafunguliwa, watasoma, 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 watasoma. Piga Bwana sadaka nzuri ya makofi. Nasema watasoma. Nimekuletea habari njema ya kwamba milango inafunguliwa.
watafundishwa na Bwana, watasomeshwa na Bwana. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia inuka, akamshika mkono akamwinua. Walimuona akiwa nje, walimshangaa akiwa ndani ya hekalu. Walimwacha mlangoni, walimuona akiwa madhabahuni akimsifu Bwana. Sema amen. Hata wewe walikuona ukiwa wewe hauna kitu, kuanzia Jumapili ya leo watakuona mpendwa, ikiwa unapiga hatua kama na Bwana yuko pamoja na wewe. Bwana yuko pamoja na wewe. Nimekuletea habari njema kijana, nimekuletea habari njema mzee, nimekuletea habari njema mama. Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu yuko pamoja na wewe. Simama kwa miguu yako. Simama tu kwa miguu yako. Simama tu kwa miguu yako. Mlango unafunguliwa. Ambia mwenzako mlango unafunguliwa. Ambia mlango unafunguliwa. Ambia tu mlango unafunguliwa. Nimekuletea habari njema ya kwamba kuna mlango unafunguliwa. Licha kwamba wako wanaozuia, licha kwamba wako mpendwa ambao hakupendi, licha kwamba wako mpendwa ambao wataki wewe ufanikiwe, lakini mlango utafunguliwa. Akasema nitakaa Efeso mpaka Pentekoste, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa tena wa kufaa sana. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Nimabudu nani mimi kama si wewe? Nimabudu nani kama si wewe? Hakuna wengine wa kuabudu.
Inua mikono yako mbele.
maisha yao. Fungua milango kwenye maisha yetu. Fungua milango kwenye maisha yetu. Fungua milango kwenye maisha yetu. Milango ikafunguliwe. Milango ikafunguliwe. Milango ikafunguliwe. Ambayo ilikuwa imefungwa ikafunguliwe katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba. Ninalibariki jina lako. Ninalipenda jina lako. Jina la nguvu, jina la uzima, jina lenye mamlaka Bwana. Asante Baba kwa mambo unaweza. Ninalibariki jina lako. Asante kwa neno lako. Umenitumia mtumishi wako Bwana kama chombo Bwana. Asante Baba kwa kunitumia. Bariki wanao, inua wanao, ongoza wanao, bariki wanao, ponya wanao katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba. Tunapoendelea Bwana ibada hii, Bwana mbele zako, wacha Bwana ukatutangulie kila kipindi kilicho mbele yetu, katutangulie Bwana, katubariki, katuwezeshe, katupigisha hatua katika jina la Baba na la Bwana na la Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Sema amen. Pigia Bwana sadaka nzuri. Pigia Yesu makofi. Pigia Bwana sadaka nzuri. Amen. 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 Ilikuwa neno la Bwana limeweza kupita. Mungu akubariki, Mungu akuinue na Mungu akaweze kufungua mlango kwa ajili ya maisha yako. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Milango ambayo ilikuwa imefungwa, milango ambayo ilikuwa imezuiliwa imefunguliwa. Amini, imefunguliwa. Amini, Bwana ameenda kuifungua. Sema amen. Sema amen. Tusimame kwa miguu yetu. Tusimame kwa miguu yetu. Simama tu kwa miguu yako. Nataka tukaweze kubariki hivyo viti ambavyo tumekuja, tukaweze kubariki miguuni mwa Bwana, alafu Bwana akaweze kutenda muujiza kwa ajili ya yule ambaye amekuja na viti hivi, akaweze kubarikiwa. Nasema Tunataka kuweka hivi viti mikononi mwa Bwana. Mtumishi wa Mungu ameweza kusimama na hivi viti kwa ajili ya meza ya wachungaji. Mungu akubariki na Mungu akuinue na Mungu akutende mema. Nataka tuombe, nikakuombee na hivi viti, mahali ambapo pesa imeweza kutoka, Bwana akaiongeze na Bwana akakuzidishie, na amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Milango mikubwa ikafunguke kwa ajili ya maisha yako. Licha kwamba wako wanaozuia, lakini hawatakuweza. Hawatakuweza kwa maana Bwana yuko pamoja nawe. Inua mikono yako mbele za Bwana. Inua mikono yako mbele za Bwana. Asante Baba kwa ajili ya mtumishi wako huyu.
ninamleta mbele zako Bwana. Ameleta Bwana sadaka hii ya viti Bwana kwenye meza ya wachungaji Bwana. Ninamkabidhi kwa mikononi mama huyu Bwana. Neema yako na baraka zako zikaweze kuwa juu yake Bwana. Naomba kambariki aingiapo Bwana, kambariki atokapo Bwana. Amani ya moyo wake ikaongezeke, kazi ya mikono yake ukaipanue. Mahali ambapo pesa zimetoka Bwana, milango ikafunguke. Kuanzia sasa ifunguke, kuanzia sasa ifunguke katika jina la Yesu Kristo. Na kuweka watu mbele za Bwana kupitia viti hivi, maisha yako yakafunguliwe. Kupitia viti hivi, kazi yako ikafunguliwe. Kupitia viti hivi, amani ya watoto wako ikaongezeke, 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 ikaongezeke katika jina la Yesu. Asante Baba, asante Bwana. Viti hivi mwako mikoni Bwana vileta Bwana, ishara hii ikawa ukumbusho ya kwamba Bwana unatenda makubwa na ya ajabu kwa mtumishi wako Bwana. Naomba wabariki kamwinue viti hivi vinapoketiwa katika meza ya watumishi wako, vikao vya baraka, vikao vya uzima, vikao vya mafanikio, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Aliye wa Mungu aseme amen. Ni wakati wa kumsifu Bwana, ni wakati wa kumsifu Bwana. Mwambie